Uraibu ni ugonjwa sugu wa ubongo unaojirudia ambao unajumuisha tabia fulani au matumizi ya kemikali ambayo humlazimisha mhusika kutenda, kutafuta au kutumia kitu hicho licha ya madhara ambayo mhusika anayapata. Na kwa uhalisia uraibu umegawanyika katika makundi mawili. Kuna uraibu wa kemikali na uraibu wa tabia. Tunapozungumzia uraibu wa kemikali, ndio uraibu ambao jamii na watu wengi wanaufahamu. Ni uraibu ambao unahusisha matumizi ya vilevi au dawa za kulevya. Sasa ili tuweze kuelewa mantiki au maana ya uraibu wa kemikali, ni lazima tuweze kuelewa maana ya kemikali. Kemikali ni chochote kile ambacho binadamu anaweza kakitumia na kikambadilishia hisia au kikamletea athari katika mfumo wa fahamu. Uraibu wa kemikali unajumlisha vitu kadha wa kadha. Mfano wake ni kama vile pombe, kama vile bangi, kama vile heroin, kama vile cocaine, methamphetamine, kama vile mirungi, kama vile vidonge na kadha wa kadha. Lakini pia kwenye uraibu wa kemikali kuna uraibu wa dawa ambazo zinapatikana hospitalini. Mfano wake ni kama vile tramadol, benzodiazepine na kadha wa kadha. Lakini kwenye group la pili ambalo sasa ni uraibu wa tabia, tunasema process addiction. Hizi ni tabia ambazo ni za kawaida, lakini kunakuwa na uraibu ndani yake. Mfano wa tabia hizi ambazo zinaweza zikawa addictive ni kama vile ngono, kama vile kamari, kama vile chakula. Lakini pia kuna uraibu wa kazi, kuna uraibu wa internet na kadha wa kadha. Uraibu ambao unaathiri watu wengi kwa kiasi kikubwa kulingana na takwimu ambao sisi tunaipata hapa katika kituo chetu ni uraibu wa pombe. Pombe imekuwa ni tatizo kubwa sana nchini, lakini pia imekuwa ni tatizo kubwa sana kwa vijana. Kwa hiyo idadi kubwa ya watu ambao tunawapata wanakuja kutafuta matibabu au ushauri ni watu ambao wanakuwa na changamoto ya uraibu wa pombe, ikifuatiwa na bangi, afu na vilevi vingine vinafuata. Kumekuwa na ukakasi dhidi ya pombe, kama pombe ni dawa kulevya au la hasha. Ningependa kuanza kwa nukuu ya World Health Organization, shirika la afya duniani, kupitia International Classification of Diseases ICD-11. Inasema kwamba pombe si kinywaji tu, bali ni dawa ya kulevya ambayo inaathiri ubongo pamoja na mfumo wa fahamu. Pombe inasababisha vipi uraibu? Hili ni swali ambalo watu wengi huwa wanajiuliza, lakini ningependa kusema kwamba pombe kama pombe peke yake haisababishi uraibu. Kumekuwa na sintofahamu dhidi ya hili, na sio pombe tu, kemikali yoyote ile peke yake haisababishi uraibu. Msomi na daktari bingwa kutoka Harvard Medical School anaitwa Lance Dodds aliainisha kuwa addiction is a human problem that resides in people, not in the drug or the drug's capacity to produce physical effects. Kumaanisha kwamba uraibu ni tatizo la binadamu na sio dawa ya kulevya au uwezo wa dawa hiyo kuweza kusababisha athari za kimwili. Kumaanisha kwamba uraibu hausababishwi na kilevi fulani peke yake. So pombe kama pombe haiwezi kasababisha uraibu pasipokuwa na vitu vingine. Kufafanua hili, ningependa pia kumquote daktari ambaye pia ni bingwa, anaitwa Gabor Mate. Alizungumza na kusema kwamba for addiction to occur, certain factors have to coincide. Number 1, susceptible organism. 2, a drug with addictive potential. And 3, stress. Kumaanisha kwamba ili uraibu uweze kutokea ni lazima kuwe na vigezo vitatu. Cha kwanza ni ile hali ya mtu kuwa katika hatari, lakini cha pili kuwe na dawa ambayo ina uwezo wa kusababisha utegemezi, na kitu cha tatu ni msongo wa mawazo. Tafsiri yake ni nini? Tukianzia kigezo namba 1, tunaposema a susceptible organism, kiumbe ambacho kipo katika hatari.
Hapa tunazungumzia vitu kadha wa kadha. Miongoni mwa vitu katika kundi hili tunasema genetic predisposition. Zile kuna baadhi ya watu wanakuwa na vinasaba ambavyo vinawasababishia wao kupata uraibu kiurahisi, kwamba it makes them vulnerable to addiction. Lakini pia kuna baadhi ya watu ambao wanakuwa wamezaliwa tu by default, wanakuwa na some underdevelopment within the brain chemistry. Katika ubongo wao kunakuwa na mapungufu fulani. Lakini mwisho kabisa ni magonjwa mengine ya afya ya akili, other mental health disorders. Mfano ni ADHD, attention deficit hyperactivity disorder. Kwa hiyo binadamu anapokuwa na vitu kama hivi vinamfanya anakuwa vulnerable, anakuwa katika hatari kuingia katika uraibu. Lakini kigezo hichi ni lazima kiwe na vigezo vingine. Kigezo kingine ni kigezo namba 2, kwamba kilevi anachotumia mhusika, je, kina uwezo wa kuzalisha utegemezi? Does it have the addictive potential kuweza kusababisha addiction? Na mwisho kabisa ni stress. Tunapozungumzia stress, msongo wa mawazo, hichi ni kigezo ambacho kinakuwa kinaweza kikasababishwa na social factors. Mfano hali za kijamii, poverty, umaskini, hali za utengwa katika jamii, hali za mtu anaishi vipi na kadha wa kadha. Ili kuweza kuzifahamu dalili za mtu ambaye ana changamoto au ana uraibu wa pombe, kitaalamu tunasema alcohol use disorder. Kwa ili kuweza kuzielezea hizi dalili, nitatumia vigezo, kutumia kitu tunaita DSM-5, Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders. Hii kwa lugha rahisi ni kama kamusi ya magonjwa ya afya ya akili. Kwa hiyo uraibu wa pombe ni gonjwa la afya ya akili by itself, na ndio maana lipo katika hii kamusi na ujaribu kuizungumzia. Vigezo hivi vipo 11, lakini tutavigawa katika makundi makuu manne. Kundi la kwanza ni impaired control, upungufu wa udhibiti. Upungufu wa udhibiti ni kile ambacho watu wengi wanaweza kukiona kwamba mtu huyu anakunywa kupindukia au anatumia muda mwingi katika unywaji wa pombe. Lakini kigezo namba 2 ni social impairment. Mtu huyu anakuwa na changamoto kijamii, anakuwa na matatizo ya kijamii. Mfano unywaji wa pombe unakuwa unaanza kuathiri mahusiano yake yeye na binadamu wengine, yeye na kazi yake, yeye na familia na watu wanaomzunguka. Lakini kigezo namba 3 tunasema ni matumizi hatarishi, risky use, kwamba huyu mhusika anaendelea kunywa pombe hata licha ya kufahamu athari ambazo anazipata. Mfano mzuri ni pale ambapo mtu anaweza kawa ameenda kwa daktari akaambiwa kwamba ana tatizo la figo, aache kunywa pombe, lakini anaendelea kutumia licha ya kufahamu kwamba unywaji, kuendelea kunywa kunaweza kusababishia matatizo ya kiafya au kupelekea kufa. Kigezo cha mwisho ni kigezo cha kifamasia au vigezo vya kibiolojia. Hapa kuna vitu viwili. Cha kwanza ni tolerance, ambao ni uvumilivu. Kwa lugha rahisi, tolerance ni pale ambapo mhusika atahitaji kutumia zaidi ya kile kiwango ambacho alikuwa anatumia hapo awali, kwa sababu ile dose ambayo alikuwa akitumia kamwe tena haimpatii athari ambayo alikuwa akiipata. Kipengele cha pili ni withdraw. Withdraw ni zile hali za dalili ambazo zinazojitokeza pale ambapo mhusika anaacha kutumia au anajaribu kupunguza kiwango cha pombe ambayo alikuwa anakunywa. Mhusika anapokuwa na viashiria hivi, tunasema ana changamoto ya uraibu, alcohol use disorder. Watu wengi huwa wanashangazwa na dhana hii ya kwamba pombe ni dawa ya kulevya. Nipende kusema kwamba kitaalamu tunapo categorize dawa za kulevya kuna vigezo kadha wa kadha ambavyo vinaweza kutumika. Kwa mfano, unaweza ukaclassify drugs kulingana na tunasema legal status, uhalali wake. Kwa hiyo inaweza ikawa ni illicit au licit drug. Inaweza ikawa ni dawa ya kulevya ambayo ni halali au haramu. Kwa hiyo pombe katika category hii ina fall under
legal drug, ni dawa ya kulevya ambayo ni halali. Lakini pia unaweza ukazigawa dawa za kulevya kulingana na athari ambazo the effect they have on the central nervous system. Unaweza ukaclassify dawa hizi kulingana na athari ambazo zinaleta katika mfumo wa fahamu. Pombe kama kemikali ambayo inabadilisha mfumo wa fahamu wa binadamu, tunasema it hijacks the brain, inateka nyara ubongo wa binadamu. It changes the anatomy and the physiological functioning of the human brain, kwamba inabadilisha utendaji kazi wa ubongo wa binadamu. In fact, tunaishi katika ulimwengu ambao teknolojia imekuwa. Ubongo wa mtu ambaye anakunywa pombe au ubongo wa mtu ambaye ana changamoto ya uraibu, alcohol use disorder, na mtu ambaye hana changamoto hii ni vitu viwili tofauti, kuanzia structure, anatomy, namna ubongo wake jinsi ulivyo na namna unavyotenda kazi. Na kulingana na teknolojia, vitu hivi unaweza kuviona kupitia what we call PET scan, positron emission tomography na MRI. Unaweza ukaona namna gani ubongo wa mtu ambaye anatumia na mtu ambaye hatumii unavyofanya kazi tofauti. Kwa watu wenye changamoto ya uraibu, ni vyema kuweza kutafuta msaada wa kitaaluma ili waweze kuwa rehabilitated kutoka katika hali waliokuwa nayo na kuja katika hali ambayo ni sahihi na kuweza kuwa wanachama wazalishaji katika jamii. Nazungumzia watu ambao tayari wamepata uraibu. Kwa mtu ambaye niseme kwamba huwezi ukamwambia mtu mwenye changamoto ya uraibu aache, because part of the problem ni the fact that hawezi kuacha yeye kama yeye. Kwa hiyo anahitaji msaada wa kitaalamu ili aweze kutoka huko aliko na kuwa mwanachama mzalishaji katika jamii. Betting kitaalam tunaita pathological gambling au gambling disorder. Ni tatizo la afya ya akili au ni kitu ambacho kinaweza pia kikasababisha uraibu, process addiction, lakini kubeti peke yake hakusababishi uraibu. Kama ilivyokuwa tu dawa ya kulevya au kama ilivyokuwa pombe, kwamba pombe by itself haisababishi dawa ya kulevya. Kunakuwa na factors zingine kadha wa kadha ambazo zinaweza zikampelekea mtu akadevelop uraibu katika kubeti. Na vigezo hivi ni vile vile kama vilivyokuwa kwenye dawa za kulevya. Namba moja, ni lazima awe mtu ambaye yuko katika hatari. Is he vulnerable enough kuweza kudevelop addiction au gambling disorder? Lakini namba mbili, lazima kuwe na some sort of stress katika maisha yake. Sasa napozungumzia vulnerability, lazima ndani yake kuwe na some need of escapism, ile hali ya kutaka kukimbia kitu fulani ili kuweza kufikia kiwango cha uraibu, gambling disorder. Viashiria vitakavyoonyesha kwamba mhusika huyu ana changamoto ya uraibu katika swala la kubeti. Namba moja ni impaired control, kile kiwango cha kubeti, kwamba anaweza kama amejipangia kwamba atabeti kiasi fulani cha pesa only to find out kila atakapopanga kiwango fulani cha kubeti anafanya vice versa, anashindwa. Lakini pia kushindwa kuacha kubeti au kupunguza kile kiwango cha betting anazofanya mhusika, the inability to cut down. Hii pia ni kiashiria kwamba mhusika huyu ana changamoto ya betting. Lakini kuna kitu kinaitwa chasing losses. Chasing losses ni pale ambapo huyu mtu ambaye anakuwa ana beti anajaribu kurecover pesa ambayo ameipoteza. They trying to get even. Mwisho wa siku anajikuta yuko stuck kwenye roundabout, anazunguka pale pale, anajaribu kurecover ile pesa ambayo kamwe hawezi kufanya nini? Kuipata. Lakini kingine ni social impairment. Social impairment anaanza kupata athari katika jamii. Kunakuwa na conflict na watu ambao wanawazunguka. Kwa mfano, muda mwingi anakuwa anawaza katika kubeti, muda mwingi anakuwa anawaza namna gani atapata pesa ili aende kubeti. Kwa hiyo hii inaanza kuleta, kama ni mtu ambaye ana familia, unaanza kuwa na mgogoro katika familia. Lakini pia
anatumia muda mwingi sana katika kubeti to the extent whereby yale majukumu ambayo ni productive ya uzalishaji yanapata athari kwa kiasi kikubwa, kwa sababu mtu huyu muda mwingi na akili yake kwa ujumla inawaza kubeti. Lakini mwisho kabisa kuna withdrawals pia kwenye betting. Yani kama mtu wa pombe anapotaka kupunguza au kuacha pombe anapata withdrawals, mwili una react kumaanisha kwamba labda mtu huyu anakosa utulivu, mtu huyu anakosa amani ndani yake, mtu huyu anakuwa tunasema irritable, anakuwa ni mtu wa hasira kwa sababu tu anajaribu kuacha au anajaribu kupunguza kile kiwango cha kubeti. Kigezo kingine ambacho kinaweza kikaashiria kwamba mhusika huyu ana gambling disorder ni pale ambapo anajaribu tunasema to conceal the extent of the betting, anapojaribu kuficha au kudanganya kiwango cha bettings ambazo anafanya. Unaweza kawa unajaribu kumshauri mhusika kwamba bana, usibeti au punguza kubeti, atakwambia nimeshaacha, nimeshapunguza, kama anavyokuwa mtu ambaye ana changamoto ya ulevi wa pombe na kadha wa kadha. Kumekuwa na changamoto pale ambapo watu wenye changamoto za uraibu wanajaribu kupata ushauri kuweza kuacha, and sometimes we wonder kwa nini hawa watu tunajaribu kuwashauri, au kwa nini hawa watu wanaendelea kushiriki, kutumia au kuendelea kubeti wakati kuna athari ambazo ni dhahiri katika maisha yao. Sasa iko hivi, ukiangalia the neurobiology of addiction, mechanism ya uraibu katika ubongo wa binadamu, ni kwamba kuna sehemu katika ubongo wa binadamu iko hapa mbele inaitwa PFC, the prefrontal cortex, ambayo tunasema it does all the executive functions of a human being. Inafanya zile kazi kubwa kubwa, kwa mfano decision making, kufanya maamuzi, lakini pia learning, kujifunza, impulse control, lakini pia perceptions, mitazamo. Sasa pia kufanya machaguo. Unapokuwa unajaribu kumshauri mtu ambaye ana changamoto ya uraibu tayari, unajaribu kushauri kitu ambacho tayari kina hitilafu, kwa sababu kile kifaa chenyewe au ile sehemu yenyewe katika ubongo ambayo inatakiwa ipate maono na kuona kwamba hili ni tatizo, tayari ina tatizo. Kwa kijana ambaye hajajiingiza katika betting, au mtu yeyote yule ambaye ana mipango ya kujaribu kuingia katika betting, ni activity au ni tabia ambayo inaweza ikakuletea uraibu. Sasa ili usiweze kuingia huko, ni vyema kuto kujaribu. Wanasema if you don't try you don't get hooked. Usiposhiriki, usipojaribu, kamwe hautoweza kutengeneza utegemezi. Naitwa Rupili Onesmo, ni mtaalamu wa kimataifa aliyeidhinishwa katika taaluma ya uraibu, wanasema International Certified Addiction Professional Level 1 Treatment. Pia ni mkurugenzi wa Utopia Addiction Clinic. Utopia Addiction Clinic ni kituo ambacho kinatoa huduma za mental health, afya ya akili. Miongoni mwa huduma ambazo tunazotoa ni pamoja na matibabu ya uraibu na magonjwa ambayo yanaambatana na uraibu. Tunatoa msaada wa kisaikolojia, psychotherapy, lakini pia tunafanya family therapy and support, msaada wa kisaikolojia kwa familia, na mwisho kabisa tunafanya kitu tunaita addiction corporate programs kwa ajili ya elimu katika taasisi na makampuni. Tunapatikana Bunju B kama unaelekea Mabupande.